kwa wakati mwingine na kwa sehemu nyingine. Naomba nikusafirishe uje uone namna tulivyowekeza kwa vitendo kwenye jengo letu la Tibalishe, inaitwa Charity Therapeutic Kitchen. Wengi wameanza kuogopa kusema kuwekeza kwenye vitu kama hivi ni gharama. Sisi tumefanya kwa vitendo, na nikukumbushe tu, sisi tukifanya wengine wanafuata. Tazama umahiri wa hili jengo, tazama namna branding ilivyofanyika, uje uniambie kwamba ni kitu gani ambacho kwetu utakikosa. Nimekupa ahadi ya kuhakikisha kwamba kozi zetu zenye mkopo tumeziwekeza kwa usiasi wa kutosha, ili uje ujionee. Naomba uje hapa ndani nikusafirishe, baadaye nikwambie ni nani ana sifa za kusoma clinical nutrition, ni nani atatakiwa kujiunga na kozi hii, na ukimaliza clinical nutrition utakuwa nani, utajiriwa wapi na utafanya kazi kama nani. Nisiongee sana, kabla sijakusafirisha ndani, njoo ujionee huko ndani kulifu. Nimekuahidi kwamba nataka nikusafirishe. Ukiingia hapa mlangoni kwenda huku ni sehemu ambayo ni maliwato na sehemu ya kubadilisha nguo kiafya na kiprotoko. Nguo unazotoka nazo nyumbani sio nguo unatokea ufike hapa tena ukae, kwa sababu kuna vitu ambavyo utavitoa hapa utavipeleka nyumbani, na kuna vitu utavitoa nyumbani utavileta huku, kwa sababu huku hospitalini kuna vitu vinaitwa nosocomial infection, hata hizo fike kule. Kwa ukifika hatua ya kwanza tap, unakuja hapa. Hapa ni chumba chetu cha kubadilishia nguo kwa wanaume. Njoo hapa, ni chumba chetu cha kubadilishia nguo kwa akina dada au wamama hapa, na huku ni washroom na zenyewe zipo kisasa kabisa. Jinsia ya kwanza hapa na jinsia ya pili hapa. Tazama umahiri na mandhari ya hili jengo letu. Hii ni sehemu yetu ya kwanza. Hebu angalia chini mpaka juu, uangalie ni namna gani tunainvest kwa vitendo. Jengo kama hili gharama yake ni kubwa, lakini kwa sababu sisi tunaheshimu afya ya binadamu tunafanya kwa vitendo. Nadhani umeona ni jinsi gani flow imekaa, mandhari yanaonekana, kuhakikisha kwamba wewe ambaye utatia timu mgao kuna sababu ya kushindwa. Endelea kujifunza, tuzidi kusafiri. Twende. Njoo. Kumbuka mlangoni kwa huku ukiingia, muonekano ni hapa. Cheki hapa palipoandika, hapa ni receiving and waiting area. Kwa hiyo mapokezi na kupokea ni hapa. Ni kwa vile tu unaona jengo bado jipya, lakini kesho tutafanya rekodi, utakuta kuna sofa nyingi zimetandaa hapa kwa ajili ya kupokea na kuweza kuingia hapa. Huku ni ofisi ya mkuu wetu wa idara, imeandikwa office 4, Head of Department Clinical Nutrition. Twende. Ukija huku pembeni yako, kwa sababu ni jengo la Tibalishe, hiki ni chumba chetu cha kutunza vyote ambavyo vinatakiwa vitunzwe kwa ajili ya kumaintain ubaridi. Kwa hiyo kuna freezer, kuna refrigerator na kila kitu ambacho kinatakiwa kitunzwe kwenye ubaridi, basi kinakuwa kwenye hiki chumba. Njoo twende. Huku kuna kama ilivyo kwenye ubaridi, kuna vile ambavyo ni vikavu, sehemu ambayo ni dry storage. Kwa hiyo vyote ambavyo ni vikavu vinatakiwa vikae huku kwenye huu mlango. Kwa hiyo kuna kila kitu ambacho kinatoa joto kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ule joto unakuwa kept throughout. Twende. Hapa ni sehemu ya butchery preparation. Usiniambie kwamba huko ndani kuna butcher, kwamba tunachinja wanyama. Hatuchinji, lakini sehemu ya butchery ambapo zile zote ambazo zilikuwa kwenye terms of future zinakuwa ziko kept kwenye hiki chumba. Nadhani unaona mizigo ilivyokaa hapa. Masufuria hapo yamejaa, kila kitu kiko hapa. Wewe ukija hapa nitakwambia clinical nutrition inahusika na nini mara baada ya kuwa nimemaliza. Hapa ni sehemu ya preparation. Kwa hiyo maandalizi ya kila kitu yote yanafanyikia humu. Ikitoka humu kimekamilika, nitakusafirisha kwenye vyumba ndani, kwenye kila chumba uone kuna nini, lakini maandalizi yote yanafanyikia kama ni nyumbani, maana jikoni huku. Njoo uone. Huku ni saving area, sehemu ambapo tuna save. Kimeshakamilika. Kikamilika utakiwa kuwa na madolido mengi ya kuzunguka kwenda kule, sio kuzungusha. Kinatoka kilipokamilika kinaingia humu kwa ajili ya kusave. Ukitazama umaridadi ulioko humu, unaweza kuniambia namna gani ilivyo. Unaona saving area ilivyokuwa, unazifu na usafi umezingatiwa. Twende tusafirishe namna ambavyo hapa ni clean utility. Vitu vikishakuwa vimesafishwa ni visafi, vinang'aa, viko na ushindi, vinakaa kwenye kichumba. Hatutegemei kukuta kitu ambacho ni kichafu humu ndani. Hatutegemei kukuta kitu ambacho kinatakiwa kusafishwa tena humu ndani, kwa sababu kuna sehemu ya kusafishia na sehemu nyingine kama hiyo. Wapo naoshea, sehemu gani naoshea? Sehemu ya kuoshea ni humu, check hapa ndivyo lebo washing area. Kwa hiyo ukishakuwa umeandaa, umepeleka kule kimeandaa, ukishakuwa kichafu unakuja humu unaenda kutafuta. Kwa hiyo humu maji yako ya kutosha. Ukija kuangalia, njoo angalie
Unaona masinki safi yalivyokuwa yamekaa huko ndani kwa ajili ya kusafishia. Eneo ni kubwa kwa ajili ya kusafishia. Hata kama ningekuwa ni mboga imekuja kabla hujaitumia unakuja kusafishia huku kwa maji safi kabisa kabla hujaenda kwenye ulingo unaofuata. Nadhani unanielewa. Kuna vile vitu ambavyo vina hatari kwa sababu hata sumu inatoka pia kwenye vyakula vinakaa huko ndani. Kwa chochote kile ambacho tunahisi kinaweza kukaa kina chembe chembe ya usumu kinakuwa kina kept kwenye humu. Hapa ni safety area, eneo letu salama sasa ambalo vitu vinaweza vikamilika. Nadhani umeona malengo ni hapa ndio sehemu ambayo imeandikiwa cooking area ambapo kuna majiko ya kutosha kama unavyoona kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maandalizi yote yanafanyika. Mitambo mingine mishushu lakini itakuwa ikae juu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inatoa vitu ambavyo ni sahihi. Nipige na wewe story kwenye kuhakikisha kwamba sasa jengo letu la Tibarishe Therapeutic Kitchen limekamilika na ni mfano. Check rufu juu ilivyokaa, unaweza kwa observe ukaona ni jinsi gani tumeweza kuwekeza kwa vitendo kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanakuja kupata kile wanachokistahili. Nimekwambia uwekezaji wa hivi vitu, ukiona wanafunzi wametoka na GPA mazuri, wamefaulu huko juu, usidhani zimeokotwa. Ni dhamira ya kweli ya chuo kwanza kuanza kuwekeza kwa vitendo. Nadhani umeona sasa walimu tunao kutosha, miundombinu ipo kama hivi, watoto wanaingia wodini wanakutana na vitu ambavyo wanastahili. Unaweza kujionea mwenyewe na ukaja na sum up ya kusema huizi Mgao is the best bwana. Nikusafirishe sasa nikaongea machache juu ya kozi yetu ya clinical nutrition. Nakuja sasa, wengi huwa hatujui ni jinsi gani hivi vitu huwa vinatokea. Hivi vitu haviji bahati mbaya, bali vinakuja kwa sababu maalum. Nikukumbushe, tukichukua sababu nyingi za sababu za kuwepo kwa magonjwa yasiyoambukiza non-communicable diseases, sababu nyingi kuliko sehemu yake. Kuna sababu za mtindo wa maisha, kuna sababu ya tabia bwete za kutoka kufanya mazoezi na sababu nyingine kama za hivyo vilevi, kuvutaji wa nini. Hizo ni sehemu tu, lakini sehemu ya maisha inachukua nafasi kubwa sana, na ndiyo sababu ya uwepo wa kozi kama hii inaitwa Diploma in Clinical Nutrition. Utakubaliana na mimi kwamba sehemu nyingi ambayo inazalisha vyakula, mikoa mingi ambayo inaongoza kwa kuzalisha chakula, ndio mikoa pia ambayo inaongoza kwa udumavu. Watoto wanakula kwa kushiba, hawali kwa kufata mlo kamili, wanakula ili washibe waende wakalale. Kumbe sio hiyo. Hiyo inakuja kuunganishwa kwenye sababu za aina ya mtindo wa maisha. Kwa serikali ikaona kuna namna tunatibu kwa dawa, lakini watu wanarudisha huduma kwa sababu ya mtindo wa maisha. Ndo ujio wa kozi kama hii inaitwa Diploma in Clinical Nutrition. Tabibu lishe. Maana ya clinical maana yake ni tabibu. Kwa hiyo usije ukaita hii kozi lishe unaidogosha. Ita Clinical Nutrition, tabibu lishe. Kwa hiyo huyu mtu anakuwa ni tabibu, na ndio maana mwanzoni hawa watu masomo wanayosoma mwaka wa kwanza hayana utofauti na clinical medicine, kwa sababu hawa wanatibu kwa kutumia lishe. Nadhani umenielewa. Na kutokana na umuhimu wa hii kozi, ndio maana hii kozi ina mkopo wa serikali. Kwa hiyo tunachotaka ni kipi? Umeenda hospitalini unatibiwa na prescriber kwa maana ya daktari, lakini unamuona mtu wa lishe kwa maana ya akuelekeze ni lishe gani, ni vyakula gani ambavyo inabidi uviendelee kuvitumia ili visiweze kushusha nguvu ya ile dawa, ili visiweze kurudisha tatizo pale pale. Kwa mfano, mtu anaenda hospitalini anatibiwa sukari, labda kutumia dawa za kawaida ambazo kuna metformin, glybeca na dawa kama hizo. Unatumia dawa kama zile, halafu mwisho mtu anatoka nje ya hospitali pale pale anaagiza soda. Kwa hiyo dawa zinashusha sukari, yeye anakuja kupandisha sukari kwa kutumia soda. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tunakitaka ili tuweze kumaintain throughout, kwamba dawa ziendelee kufanya kazi na mtindo wa maisha unaoishi uendelee kuonekana kwa vitendo kupitia vyakula ambavyo nafanya. Ndio maana nimekusafirisha kwa vitendo kwenye hili jengo. Umeona kwamba chakula ghafi kinavyoingia humu ndani kinatoka humu ndani kikiwa kimeiva. Haimaanishi huyu mtaalamu wa clinical nutrition ndio atakayekuwa anapika hospitalini huko. Hapana, huyu kazi yake atakuwa anatibu. Sasa nani anatakiwa asome hii kozi? Huyu anatakiwa asome hii kozi ni mtu aliyemaliza kidato cha 4 akapata ufaulu wa masomo manne yasiyo ya dini, ambayo ni mathematics, chemistry, biology pamoja na English. Hesabu, Kiingereza, kemia na biology. Hayo tu ukiyapata unatosha kusoma hii kozi, na nimekwambia hii kozi na mkopo, na sisi tumekuwa tukijinasibu kwa kusema mkopo sio kitu cha kukosa kama wewe ni Mtanzania na una sifa, na jukumu hilo la kukuombea tulifanya sisi
kukuambia mkopo bure. Amua sisi uje upate maarifa, ujuzi na stadi ambazo zitakufanya upate lishe ambayo ni thabiti kwa kuzingatia vyakula mbalimbali kwenye mlo kamili, ile balanced diet ambayo unakuwa unaipata. Kwa hiyo kupitia wataalamu kama hawa tunaenda kufuta sasa yale matatizo ambayo yamekuwa yapo kwenye engo ya mtindo wa maisha, lakini kipekee kutoka kuzingatia aina za vyakula ambavyo tunatakiwa tutumie. Unafahamu vyakula kama vyenye mafuta vimekuwa vimechangia kwa sehemu kubwa sana kwenye magonjwa kama ya pressure na vyakula vingine vya aina hiyo. Kwa hiyo suluhisho ni Clinical Nutrition. Njoo usome na sisi, hakika hauna cha kupoteza, kwani umejionea kwa vitendo jinsi gani tumewekeza kwa vitendo kuhakikisha kwamba ukishafika hapa kwetu kila kitu utakikuta humu na utakipata chini ya usimamizi wa walimu, utatoka ukiwa umeiva. Mkataba wetu sisi na wewe utaisha ukimaliza, na ikiwa tumekujengea platform na uwezo madhubuti wa kwenye kuhakikisha kwamba baada ya hapa unaenda kuzika kwenda kufanya kazi. Nadhani sasa umeona utofauti kati ya mama lishe na mtu wa Clinical Nutrition. Neno clinical linamaanisha tabibu, kwa hiyo huyu anaenda kutibu kwa kutumia lishe. Ingekuwa ipo dogo namna hiyo isingekuwa ina mkopo wa serikali. Na nikwambie tu, wengi wao hawajui kwa nini serikali inaamua kuweka kipaumbele kwenye kozi fulani hivi. Ni kwa sababu wataalamu kwenye kozi ile wanakuwa hawapo, na kama unavyojua kazi ya bodi ya mikopo haikuwa kudili na wanafunzi wa elimu ya kati, bali kudili na wanafunzi wa elimu ya juu. Kwa nini wameshuka mpaka kwenye kozi za kati? Ni kwa sababu serikali imedeclare yenyewe kwamba watu hawa inabidi iwasomeshe kama kipindi kile nchi haijapata, ilivyokuwa imepata uhuru, ina uhaba wa wasomi, inaamua kuwasomesha nje. Na sasa utofauti tu ni kwamba haiwapeleki nje, bali inawasomesha ndani kwa kuhakikisha kwamba inamlipia ada, inamlipia hela za chakula, ili yeye kazi yake kubwa iwe ni kuja kusoma. Naomba uje ujiunge na chuo chetu, dalili unaendelea, kwani sisi tumeamua kwa vitendo, na ukianza sisi wengine ndio wanafuata. Nadhani umejionea namna ambavyo tumewekeza kwa vitendo kwenye hili jengo la Therapeutical Kitchen, na tumelipatia jina la Charity Therapeutical Kitchen for Clinical Nutrition. Nimemaliza, tukutane kwenye jengo lingine. Asante sana.